الحمد لله الذي جعل العيدين فرحة للمسلمين في كل عام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. Kuzangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Eid al-Fitr min khususiyat hadhihi al-umma. Eid al-Fitr ni katika mambo maalum ya umma huu, ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii Eid al-Fitr ni katika mambo ambayo tumepewa sisi ummati Muhammad hasa, miongoni mwa mambo mengi ambayo Allah ametujalia sisi tu ummati Muhammad. Miongoni mwa hayo ni Eid al-Fitr. Hii ni moja katika hasa ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawa Abu Daud wa An-Nasa'i, kika amepokea Imam Abu Daud na Imam An-Nasa'i an Anas radiyallahu anhu qala, kutoka kwa Anas sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina, wala hum yawmani yal'abuna fihima, aliwakuta watu wa Madina wana siku mbili wakiwa wanacheza katika siku hizo. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuwauliza wale watu wa Madina, ma hadhani yawmani, hizi ni siku gani hizi ambazo mnacheza hizi siku, ni siku gani hizi? Qalu, wale watu wakasema, watu wa Madina, kunna nal'abu fil jahiliya ya Rasulullah, sisi tulikuwa tunacheza katika siku hizi, katika zama za jahiliya kabla al-Islam, tulikuwa tunacheza zikifika siku hizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, inna Allah qad abdalakum bihima khayran minhuma, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekubadilishieni siku zilizokuwa bora kuliko siku hizo, yaum al-fitri wa yaum al-adha. Allah amekupeni siku zilizo bora kuliko siku hizo. Siku ya kwanza ni siku ya Eid al-Fitr ambayo ni siku ya leo, na Eid al-Adha, Eid ya mfungo tatu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameupa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauma al-dhikri wa shukr, ametupa siku mbili za dhikri na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, badala yauma al-la'ib wal-lahw, badala ya zile siku za mchezo ambazo walikuwa wakicheza wale watu katika zama za jahiliya. Na Allah subhanahu wa ta'ala amezijalia siku hizi za Eid al-Fitr na Eid al-Adha, ameziweka baada ya kukamilika nguzo muhimu mbili katika nguzo za Uislamu. Eid al-Fitr inakuja baada ya nguzo ya saumu Ramadhan, baada ya mwezi wa Ramadhan ndio inakuja Eid al-Fitr, na Eid al-Adha inakuja baada ya Hija. Kwa namna gani Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka siku hizi za furaha baada ya nguzo mbili za Uislamu? Tambihan, hali ya kuzindusha, kwa sababu anatuzindusha na tueleza anna surura innama yakunu ba'da kamali al-ibada, kila furaha yoyote inakuja baada ya kukamilika kwa ibada. Ukishakamilisha ibada ndio inakuja furaha. Furaha hii baada, kabla ya ibada. Hata katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ahabul a'mali ila Allah ba'da al-fara'id, amali anayoipenda Allah subhanahu wa ta'ala baada ya mambo ya fardhu, baada ya zile ibada
ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezifaradhisha. Idkhalu sururi ala almuslim, ni kuingiza furaha kwa muislamu mwenzake. Kwa hiyo furaha yoyote inakuja baada ya kukamilika kwa imani. Ndugu zangu katika imani, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha kufunga mwezi wa Ramadhani kwa salama na amani kama ilivyokuwa katika nchi yetu. Hii ni moja katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, ametujalia amani. Funga tumeifunga kwa amani, tumefunga wala halijatokea bomu kuipua sehemu, wala haijakuja ndege ya vita kama wenzetu walivyokuwa Iran au Israeli. Saumu zao zimekuwa katika hali ya mashaka, lakini sisi alhamdulillah ala halijashuka bomu katika mji wetu wa Dar es Salaam au katika nchi yetu ya Tanzania. Hii ni moja katika neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia, neema ya amani. Amani ndiyo msingi wa ibada. Haiwezekani ikapatikana ibada bila ya amani, na ndio maana Nabiullah Ibrahim alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala amani kabla hata ya kumuomba riziki. Rabbi ij'al hadha albalada amina warzuq ahlahu min athamarat. Kwa hiyo alimuomba Allah kwanza ajalie mji ule wa amani. Rabbi ij'al hadha albalada amina, ewe Mwenyezi Mungu ufanye mji huu ni mji wa amani, alafu ndio warzuq ahlahu min athamarat. Kwa hiyo masala ya riziki yamekuja baada ya kumuomba Allah amani. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha kufunga kwa salama na amani. Hii ni moja katika neema, tumshukuru Allah kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu katika imani, mwenye kufunga lisaimi farhatan, anayefunga ana furaha mbili, yafrahuhuma, ambazo anazifurahia. Farhatan inda fitr, furaha ya kwanza anayo mwenye kufunga ni wakati wa kufuturu. Ima wakati wa kufuturu pale anaposikia adhana na mkononi mwake kuna tende na maji, basi pale anakuwa na furaha. Au ana furaha wakati wa kukamilisha ibada ya saumu siku ya fitri kama leo, basi anafurahia kwa kukamilisha ibada ya funga. Hii ni furaha. Siku ya leo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameita ni siku ya furaha, ambayo mwenye kufunga ndio anatakiwa afurahi, kama alivyosema Mtume, lisaimi, kwa yule aliyefunga ndio anayefurahi. Lakini kama haujafunga na wala haujafanya ibada yote katika mwezi wa Ramadhani, wala hauna lolote hujafunga, wewe furaha haikuhusu, inawahusu waliofunga. Mtume anasema lisaimi farhatan, mwenye kufunga na furaha mbili. Furaha ya kwanza ni wakati wa kumaliza kufuturu, kumaliza kusaumu kama hivi leo ni siku yetu ya furaha. Lakini furaha nyingine tumasema farhata inda liqa'i rabbih, furaha ya pili ni wakati atakapokutana na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, wakati Allah amemwandalia vinywaji, vyakula mbalimbali. Siku ya kiyama mwenye kufunga kule, Allah subhanahu wa ta'ala amemwandalia vyakula mbalimbali, yani lile draft ambalo ulikuwa ukifunga katika katika mwezi wa Ramadhani, lakini draft itakuwa nzuri zaidi ya kiyama kwa vyakula ambavyo hata hujawahi kuviona hata siku moja. Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia waliofunga ambao wameingia katika babu Rayyan, mlango wa Rayyan ndio wataingia waliofunga tu. Wakishaingia waliofungwa, ughliqa albab, mlango utafungwa, fala yadkhulu fiha, hataingia katika mlango huo ghairu saimun, wasiofunga wale hawawezi kuingia. Baada ya kuingia waliofunga, mlango unafungwa. Kule Allah subhanahu wa ta'ala atawaandalia chakula vizuri na vinywaji vizuri. Allah atawaambia waliofunga, kulu washrabu, kuleni na kunyweni, kad ju'tum fi dunya, hakika mlikuwa mmekaa na njaa katika dunia. Duniani mlikaa na njaa, mliacha vyakula vyenu, sasa leo kulu washrabu, kuleni na kunyweni. Hivi ndivyo ambavyo wale waliofunga kweli Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia malipo yalikuwa mazuri kabisa. Kwa hiyo leo ni siku yetu ya furaha, inatakiwa tufurahi, tusichupe mipaka tukafanya ambayo yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Pia ndugu zangu katika imani,
Tunajua kwamba unapoingia mwezi wa Ramadhani, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ametufahamisha, idha dakhala Ramadhan, unapoingia mwezi wa Ramadhani, futihat abwabul janna, ufunguliwa milango ya pepo, wa ghuliqat abwabun niran, na milango ya moto inafungwa, wa sufidati shayatin, na ufungwa minyororo mashaitani. Kwa hiyo sheitani na Ibilisi alikuwa amefungwa katika mwezi wa Ramadhani. Sasa leo ameshafunguliwa, na baada ya kufunguliwa, sheitani Ibilisi atakuwa na hasira sana. Hasira zake ni kutaka kuwarejesha watu katika ile hali waliokuwa nayo kabla ya Ramadhani, baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewatoa watu motoni. Watu wengi ambao walikuwa wameandikiwa wenye motoni, Allah amewatoa. Allah na kila usiku wa mwezi wa Ramadhani utaqa min nar, Allah na watu anawatoa motoni, na ikifika katika kumi la mwisho wa mwezi wa Ramadhani, usiku wa mwisho, Allah anawatoa watu wote ambao walikuwa waingia motoni. Allah anawatoa motoni, anawaingiza peponi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tuliofunga kweli kweli, Allah ametutoa motoni. Sasa hivi tuko katika pepo, tuko ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ingawa bado hatujafa, lakini Allah ameshatuondosha katika moto. Sasa Ibilisi lain sasa ana kazi ya kufanya, kuwarejesha watu katika moto baada ya kuwa Allah amewatoa katika moto. Na wala sio jambo gumu, sio zito kwa Ibilisi kuwarudisha watu motoni. Sasa hivi utawakuta wale watu walioacha mambo machafu katika mwezi wa Ramadhani, au utawakuta wanarudi tena katika mambo yao. Sio jambo gumu. Wewe katika Ramadhani uliacha kunywa pombe, ukamwogopa Allah. Katika Ramadhani uliacha zinaa, haukufanya zinaa, ulimwogopa Allah. Sasa katika mwezi wa Ramadhani ukusengenya, katika mwezi wa Ramadhani ukufanya jambo baya, ulimwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na ukaheshimu kwamba huu ni mwezi mtukufu, siwezi kufanya mambo machafu. Lakini sasa hivi Ibilisi atakuwa na hasira ya kukurejesha wewe katika hali yako ile ya mwanzo. Utarudi katika kunywa pombe, utarudi katika zinaa, utamrejesha yule kimada wako uliyomtoa aondoke kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani. Sasa kimada atarudi. Sasa utaendelea na mambo yale ambayo yanayomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tumwogopeni Allah, tumwogopeni Allah, tumwogopeni Allah. Tusirudi katika yale ambayo tuliyaacha katika mwezi wa Ramadhani. Na Ramadhani ikiisha, haina maana kwamba Allah hayupo. Allah ni hayyun la yamut. Allah yupo hai, hafi. Allah yupo hai na siku zote anakulipa yale matendo ambayo utakayofanya. Kwa hiyo kuisha kwa mwezi wa Ramadhani sio kuisha kwa ibada. Ramadhani imeisha, ibada zinaendelea na mambo mema yanaendelea. Yale ambayo tumejifunza na tumeyafanya katika mwezi wa Ramadhani tuyaendeleze baada ya Ramadhani. Allah tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun wa idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. فقد قال صلى الله عليه وسلم، كما مtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man sama Ramadhan, yule ambaye amefunga mwezi wa Ramadhan, thumma asba'ahu bi sittin min Shawwal, kisha akafuatisha baada ya Ramadhani akafunga siku 6 zilizopo ndani ya mwezi wa Shawwal, fakaannama sama ad-dahra kulla, huyo anakuwa kana kwamba amefunga mwaka mzima. Thawabu hizi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza ni thawabu ambazo kila Muislamu inatakiwa azikupie. Unaandikiwa kana kwamba umefunga mwaka mzima thawabu utakazopata baada ya kufunga 6, kwa sababu alhasanatu bi'ashri amthaliha, jema moja unalipwa 10. Kwa maana siku moja ya Ramadhani sawa sawa umefunga siku 10. Kwa hiyo mwezi mzima sawa sawa na miezi 10, na zile siku 6 sawa sawa na miezi 2. Kwa hiyo utakuwa umefunga miezi 12, na Allah atakulipa kwa thawabu za miezi 12 kwa kufunga siku 6 katika huu mwezi wa Shawwal. Ndugu zangu katika imani, watu wengi wanapuuzia sunna hii, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuiona kwamba haina maana. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga sunna hii na akatuhimiza tufunge, na thawabu kashakwambia kwamba unaandikiwa wewe kana kwamba umefunga mwaka mzima thawabu hizo. Vipi wewe Muislamu unaacha kufunga 6? Kila mmoja katika sisi aazimia afunge siku 6 za sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala sio siku 6 hizi zina sababu, hazina sababu. Mtume kaziweka kwa ajili ya watu wapate malipo. Haina maana ya watu wanaozungumza kwamba imewekwa siku 6 kwa sababu ya wakina mama, sijui siku zao, au siku 6 ukifunga basi haitakiwi uache, kwamba hiyo itakuwa inarithiwa. Sijui maneno gani haya ambayo hayana mashiko yote. Maneno sahihi ni maneno ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba aliyefunga Ramadhan kisha akafuata siku 6, huyo anakuwa kana kwamba amefunga mwaka mzima, thawabu hizi ambazo wanazozipata. Kwa hiyo kila mmoja asidharau sunna hii na wala asiache sunna hii. Ni sunna adhim ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم ارض عن الخلفاء الاربعه الكرام، خصوصا منهم ذي الاصل العميق امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق، على زائد الاوان الناطق بالصواب امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع القران من استحيته ملائكه الرحمن امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، نقارب مجيب الدعوات في قاضي الحاجات ويكافئ المهمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، واعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله على التمام والكمال والحمد لله. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunatangazia wafuasi wetu kama tuna mabadiliko ya jina kutoka Kijibo TV kuingia Iqrabi TV. Kwa hiyo tunaombeni msubscribe Iqrabi TV. Channel ni ile ya Kijibo TV kuingia katika Iqrabi TV. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi tutaita Iqrabi TV. Kwa hiyo kusubscribe channel yetu ya Iqrabi TV. Iqrabi TV. Asanteni sana, karibuni sana.